kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku hii njema ya tarehe 1 mwezi wa 5, siku ya wafanyakazi duniani. Lakini kwa namna ya kipekee shukrani kufikia Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa TUCTA na viongozi wote vyama kwa maandalizi mazuri ya siku hii ya leo. Lakini nikushukuru katika tawala wa mkoa na viongozi wote wa serikali mkoa na wilaya kwa ushirikiano mlioonyesha katika maandalizi ya siku hii nzuri kabisa, siku ya wafanyakazi. Na tumeona makundi makubwa ya wafanyakazi yaliyoandamana yamepita kushiriki katika siku yao. Hongereni sana. Lakini natoa pongezi kwa kazi zote nzuri zilizoanza kufanyika za maandalizi. Lakini pia kutoka asubuhi mliponipokea katika eneo hili, tumeona kabisa viongozi wenye bashasha, wenye furaha, wenye mshikamano. Lakini kubwa kuliko yote ni matukio yaliyotokea katika eneo hili, kianza na maandamano ya wafanyakazi, maandamano ya vyombo vya moto. Kwa kweli yametia fora. Niwapongeze sana watumishi wote ambao wameshiriki, na hasa hususan walimu wetu. Tumeweza kuona burudani kubwa ya walimu na wasanii mbalimbali ambao wamepanda majukwaani na wenyewe wamefanya kazi nzuri sana. Tunatembea na kauli yetu mbiu ya mwaka huu, kazi yenye staa ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050. Na sisi kama wasimamizi wa shughuli hizo tuahidi wafanyakazi tutaendelea kuweka mazingira bora ya wafanyakazi wetu sekta ya umma na sekta binafsi ili waweze kufanya kazi katika mazingira yaliyoboreshwa. Lakini nishukuru sana na nipongeze risala nzuri iliyojaa taarifa nzuri za utekelezaji wa kazi katika mkoa wetu wa Singida, lakini mmegusa mafanikio na shughuli kubwa ambazo serikali inafanya. Tumeona mageuzi ya kifumo na mishahara, kupandisha madaraja na uhakiki wa watumishi, zoezi la kuhakikisha kwamba utoaji wa ajira mpya na kupunguza mzigo wa kazi. Lakini tumeona ubadilikaji wa miundo ya utumishi, lakini vile nimetujuza leo kupitia mazingira ya kazi na tehama. Lakini pia masuala ya haki mmeyagusia. Hakuishia hapo, mmetoa ahadi timilifu kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba mtaendelea kukupa ushirikiano. Salamu hizi Mheshimiwa Rais zitamfikia, zitamtia moyo, zitampa nguvu na zitampa ari kuhakikisha kwamba anapambana na changamoto za wafanyakazi katika mkoa wetu na taifa kwa ujumla. Lakini nimehitimisha kwa kusema kwamba mtaendelea kutoa ushirikiano, na sisi tuahidi tutawapa ushirikiano wa kutosha. Lakini changamoto zilizotupa kupitia risala kama mkoa, ninaomba na mimi niseme nimezipokea. Tutazifanyia kazi kwa kushirikiana na nani kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira mazuri, mazingira wezeshi ya watumishi wote katika kufanya kazi. Lakini mimi mwenyewe nikiwa kama msimamizi mkuu wa shughuli za serikali niseme hongereni sana. Kwa kweli mnachapa kazi na Singida inang'aa vizuri sana. Hata leo mnaposherehekea tuzo ya mkuu wa mkoa, tuzo hiyo ni ya kwenu. Mimi bila nyinyi nisingewezekana. Wanaposema nimefanya kazi vizuri, nimefanya kazi na nyinyi. Hongereni viongozi wenzangu, hongereni wafanyakazi wote, na mimi niwaahidi ushirikiano katika kuhakikisha kwamba tunatimiza majukumu yetu. Tunapenda kusema kwamba kazi zenye staa ni nguzo imara kwa utekelezaji wa dira ya nchi yetu ya 2050. Ninaamini watekelezaji wa dira hii kwa asilimia kubwa ni wafanyakazi wa Tanzania, wakiwemo wafanyakazi wa mkoa wa Singida. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wafanyakazi wa mkoa wa Singida ni wachapakazi kweli kweli.
Ukitaka kuthibitisha hayo, nenda kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo fedha mama yetu Samia Suluhu Hassan anatuletea. Tumeitekeleza kwa kiwango cha juu sana. Hivyo usiwe na mashaka, sisi wafanyakazi wa mkoa wa Singida tuko tayari kuchapa kazi na tuko tayari kutekeleza maazimio yote utakayotupa. Kila mfanyakazi anafanya kazi katika mazingira yenye heshima na utu, usalama na haki. Sauti ya wafanyakazi inasikika na inachangia kikamilifu katika kufikia malengo ya maendeleo ya muda mrefu ya taifa letu. Serikali hii imejikita katika kuhakikisha kwamba vyote hivyo vinafanyiwa kazi. Tunatambua kuwa mazingira ya kazi wakati mwingine huwa yana changamoto mbalimbali, lakini pamoja na hayo tumeendelea kusimama imara na kutekeleza majukumu yenu kwa uadilifu na weledi. Hongereni sana. Sisi kama waajiri tunaahidi kuendelea kufanyia kazi changamoto zinazowakabili na kuboresha mazingira ya kazi ili kuongeza hamasa katika uwajibikaji. Natambua zipo haki za msingi za mfanyakazi ambayo mwajiri anatakiwa kuzikamilisha, kama vile kulipwa mshahara kwa wakati, stahili nyingine, usalama kazini, navyo vyote hivyo tunaahidi kutekeleza kulingana na sheria za nchi yetu. Mgeni rasmi na wageni wote waalikwa, pamoja na pongezi hizi, wito wangu kwenu wafanyakazi wenzangu, wafanyakazi pamoja na waajiri, ni lazima tusisitize swala la uwajibikaji. Kila mfanyakazi ana wajibu wa kutekeleza majukumu yake kwa bidii, ufanisi na kwa kuzingatia maadili ya kazi ili kuleta tija katika ajira yake. Ninawasihi tudumishe amani kazini ili tuwe na utulivu wa kuwajibika na kuzalisha. Nidhamu kazini, tumesikia wimbo hapa ukiimbwa. Nidhamu kazini ndio msingi wa mafanikio. Twendeni tukawe na nidhamu, tuwe watii ili tuweze kuwa wazalishaji. Tuzingatie muda, kuvaa nadhifu kazini na tufuate miongozo ambayo imewekwa na utumishi wa umma. Tunasisitizwa, mwajiri anachotaka ni matokeo. Kwa hiyo wafanyakazi, kuweni wabunifu katika kutekeleza kazi zenu, kwani serikali ya awamu ya 6 inataka watumishi wenye ubunifu kwa kuleta mawazo mapya kuboresha huduma zinazotolewa. Vile vile kuwa na mshikamano na ushirikiano baina yenu na viongozi wenu. Malumbano katika kazi hayana tija. Kwa hiyo tuepuke malumbano, tupendane, tuweze kufanya kazi kwa umoja na upendo kwa ajili ya tija ya taifa letu.